Kliniki hii lengo lake ni kuhakikisha kama ambavyo tumetenga muda wa kusikiliza wananchi, kushughulika na mambo ya wananchi, sasa ni wajibu wetu kuimarisha mikakati ya kusikiliza watumishi wenzetu na kuwawezesha watumishi wenzetu. Tunapojenga msingi wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, utawala bora na utawala wa sheria, bila kumwezesha anayetenda na kusimamia, bado tunakuwa hatujafanikiwa. Tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri katika hospitali, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na vyombo vya ulinzi, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na maafisa ugavi, lakini yawezekana hawa ambao tunawatuma kwenda kuwahudumia wengine na wao wana changamoto zao. Lengo la kliniki hii ni kwamba tunatatua changamoto za watu wetu ili wakatatue changamoto za wananchi wenzao. Lakini pia yawezekana ziko changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili watumishi wenzetu, lakini hatua zao zinakuwa ni ngumu kulingana na ruhusa, mazingira ya kazi na vitu vingine kama hivyo. Hivyo tukaona ipo haja na hoja kuwa na siku moja ya kimkoa ya kukutana kwa ajili ya kusikiliza na kutatua changamoto za watumishi wenzetu, lakini pia kuweka mkakati wa kila halmashauri kutenga siku kusikiliza watumishi ili kumrahisishia mtumishi kutokutumia gharama wala kwenda mbali kwa changamoto ambayo inaweza kutatuliwa ndani ya mkoa wake. Lakini pia iko changamoto ya ruhusa. Kuna mtu anaweza kawa na changamoto lakini ruhusa ya kutoka kwenye kituo kwenda kushughulikia changamoto yake ikawa ni shida. Kupitia kliniki hii matatizo yatamalizwa kwenye maeneo haya ya kazi. Kwa hiyo jipigeni makofi mengi sana kwa kuwa na kliniki hii muhimu sana. Lakini pia nafahamu kwamba yako baadhi ya mambo kupitia kliniki hii yatabadilika. Yawezekana mkuu wa mkoa, mimi najua kule watu wana energy, wanapambana, wana nini, kumbe wana shida kule. Kupitia kliniki hii mimi na katibu tawala tutapata nafasi ya kujua tuna changamoto kwenye sekta gani. Changamoto hiyo inawagusa wafanyakazi wa aina gani? Je, mamlaka inayohusika imechukua hatua gani? Kama haijachukua hatua, shida ni nini? Kazi yangu mimi na katibu tawala sasa ni kuingia hapo baada ya kuwa tumepata ithibati ya yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa watumishi wenyewe. Lakini pia hii itatusaidia kujua ni taasisi gani ya umma ambayo inaishi vizuri na watumishi wake. Ni taasisi gani ya umma inasimamia maslahi vizuri, inasimamia mazingira bora ya kazi, inashughulika na kero za watumishi wake. Hiyo taasisi ni ipi? Maana kila mwaka tunapeana zile tuzo za nini, mfanyakazi bora. Lakini ifikia wakati tuseme na taasisi bora ni ipi inayosimamia maslahi ya watumishi, inayojali watumishi, inayosikiliza watumishi, ni ipi? Kupitia kliniki hii tutaona tu. Yawezekana tukienda pale madini, kila wakija wanatoa pongezi, tunashukuru bwana, mambo mazuri. Sasa hawa jamaa mambo yao mazuri. Lakini tukienda kwenye taasisi nyingine kufudodo, waambia nadai, hela ya nauli nadai, hela ya uhamisho nadai. Sasa hapa tayari mchuzi ushaingia mdudu, huko kuna shida. Itatusaidia kukaa na wenzetu hao taasisi husika, tueleze shida yenu ni kasma mnayoletewa, shida yenu ni mtu anayesimamia maslahi ya watumishi, shida yenu ni kutokuelewa sera, shida yenu ni nini? Watatuambia kupitia ofisi ya katibu tawala na tutawasaidia namna bora ya kusimamia maslahi ya watu. Ndugu zangu, hakuna hatari kubwa kama kufanya kazi na watu wenye manunguniko. Na hakuna hatari kubwa kufanya kazi na watu ambao wanakwenda kutatua changamoto za wengine bila kuona jitihada za kutatuliwa changamoto zao. Na hakuna hatari kubwa kama kumtuma mtu kusikiliza watu wakati yeye mwenyewe hapewi nafasi ya kusikilizwa. Kliniki hii lengo lake ni kuwapa nafasi wale ambao tunawatuma kwa wananchi, na wao wapate nafasi ya kusikilizwa na kushughulikiwa mambo yao. Jipigieni makofi tena Wanairinga kwa jambo kubwa na zuri. Kwa majina naitwa Nuru Sovela, ni mratibu wa hii kliniki ya watumishi wa umma katika mkoa wa Iringa. Lakini kwa nafasi yangu ya kiutumishi mimi ni katibu tawala msaidizi na ninashughulikia masuala yote ya utumishi na usimamizi wa rasilimali watu katika mkoa wetu wa Iringa. Kama ambavyo mmeona leo tumeanza rasmi kliniki yetu ya siku 6 ya hoja mbalimbali, kero na changamoto ambazo zimekuwa zikiwapata watumishi wetu wa umma walioko katika mkoa wa Iringa. Tumezindua leo na tutafanya zoezi hili kesho mpaka tarehe 20, tukizunguka halmashauri zetu zote 5 ambazo tumezitenga kwa kiwilaya. Kila wilaya tutakaa siku 2. Kwa hiyo tunaendelea kuwahimiza watumishi wote walioko katika mkoa wa Iringa, wale watumishi wa umma wote waje tuweze kusikiliza kero zao. Tumeandaa madawati mbalimbali, madawati ya mfumo, kuna madawati ya mishahara, kuna madawati ya masuala ya watumishi wanaoumia kazini na changamoto zingine zote, lakini pia kuna dawati maalum kwa ajili ya wastaafu ambalo tunafanya kazi kwa kushirikiana kabisa na wenzetu wa PSSF. Kama mnavyoona kuna baadhi ya wastaafu mbalimbali ambao bado changamoto zao zilikuwa hazijatatuliwa, leo hii wameweza kupata ufumbuzi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lakini mbali na hayo kuna
taasisi zingine ambazo tumekuwa nazo hapa. Tuna watu wa NHIF, tuna watu wa NIDA, tuna watu wa mabenki wamekuja kwa ajili ya kutoa huduma kwa watumishi wote wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza watumishi wakaribie, na wale ambao watashindwa kufika leo na kesho, basi tarehe 17 na 18 tutakuwa Kilolo, na baada ya hapo 19 na 20 tutakuwa katika wilaya yetu ya Mufindi tukihudumia halmashauri zetu zote za kule pamoja na taasisi za umma.